giza linatanda, sio la usiku, bali la dosari zilizojificha kwa miaka mingi. Macho yanacheka, nyuso zinasema amani, lakini moyoni kuna Wemeko. Kwani una shida gani? Alafu, mbona Glory mzuri tu? Tena mzuri sana tu shoga yangu. Ila sasa yani wewe utu uzima wako kukaa kuzalilika hapo kupiga magoti. Basi mpigie magoti mwanamke wa maana ambaye hata tukimwangalia tunastuka. Kwa mwanamke gani yule? Yaani shoga yangu kucha anatoka kwao asubuhi kuja kwenu nyinyi kumfanyisha mikazi. Leo hii ana malipo yake. Mtoto wa watu anaaswa na mamake kila siku anagombana. Anasugua visigino kwa sababu ya kwenda familia yako. Leo ndo malipo yake. Siwema. Haya mateso nayopitia mimi kwa sababu tu ya upendo. Haujui kiasi gani mimi nampenda huyu mwanamke. Na moyo wangu ndo unafuata vile ninavyotaka. Kile ambacho kinachosema moyo wangu na ndo mwili wangu unapofuata. Sitamani na sihitaji mtu yote akuja kunipangia ndani ya maisha yangu mimi nataka nifuate nini. Hili ndo chaguo kwangu, kuja kuwa mwanamke bora kwangu. Na mwanamke ambaye kwangu wa thamani sana. Na sitarajii mtu mwingine yoyote kuja kuingilia penzi langu. Na ninachokipata kwa huyu mwanamke, hakuna ambaye mtu anayefahamu. Kumpigia magoti hivi mbele za watu kuniona inastahili kwa sababu ni mwanamke mzuri. Na ndo chaguo langu limesimamia hapo. Sihitaji hayo ambayo mnaohitaji nyinyi. Ungekuwa mtaki shoga yangu, ungemwambia kabla. Sio vile unavyomfanyia, Mtoto watu kama hivyo kila siku agombana mama. Leo hii yani wewe, kwa hiyo muda wote unampotezea muda shoga yangu, si ndio? Yaani unamfanya kama mpira, unarusha huku unapeleka huku, si ndivyo? Kwa mwanamke gani mweusi kama kunguru vile? Hana hata haja kufananishwa na ndugu yangu. Sasa basi. Hilo laanzisha, utakuja kuyamaliza. Siwema! Wewe unakuhusu nini? Maumivu unapita mimi na kuma nini? Ni sababu ya kunifuatafuata ni nini? Nishakwambia sitaki. Na ukirudia haya maneno unaozungumza tena, ukirudia kunifuatafuata tena, nitakufanya kitu ambacho utajuta. Sitaki unifuatilie. Maumivu napitia mimi, msoto nakula mimi, na shida napitia mimi. Wewe hakuhusu. Na huyo rafiki yako, mwambie simtaki na simuhitaji. Sitaki mnifuatilie. Haya maisha ya kwangu mimi. Mimi ndo napanga cha kufuata, mimi ndo na maamuzi ya kuamua. Sikiliza. Kamwambia shoga yako asije tena kwetu. Sitaki. Na tena sikia haya nayokuambia. Ukirudia tena kwa mara nyingine, nitakufanya kitu ambacho hutaamini. Kamwambia shoga yako simhitaji na simpendi. Yaani yote kataka Glory. Kutembea na mwanaume maskini, hii ndo faida yake na hii sasa ndo malipo yake. Sasa ngoja nimfuate. Ni urithi wa maumivu. Penye upendo pameota michungu. Usaliti umevaa suti ya ndugu. Utajiri umefichwa. Mimi nabaki mtupu. Jina la baba lina siri na giza. Wakati nafsi
Jamani, hivi tumsubiri ni Hanifa arudi tujue alikwenda kujificha wapi. Kama mtu mzima ombi. Maana mtu huwezi ukawa unakopa hela kwenye kikundi urudishi kwa wakati. Inakuwa sio kikundi tena. Inakuwa kama maamuzi yako na familia yako. Yaani yule mama mpaka anachosha. Ni ameendekeza kukopa. Sasa la kukopa kopa lipa. Mimi nashangaa mama mtu mzima yule. Anajua kukopa, kulipa, la ya kukopa ujue na kulipa. Mzima ovyo. Afu na wewe mama ndio umeendekeza sana kumdhamini yule mama. Jamani ndio limeniangukia mimi tena. Ndio mwambie mtu alipe hela hizo. Kukopa kakopa kwa hiari yake. Mimi tu nimefanya kumdhamini, najua mzee mwenzangu. Leo dudu likujiwalo alikuli likakwisha jamani. Leo limenila mimi. Ndio mwambie sasa alipe hizo hela. Tushamchoka sasa. Yaani hata umtegemei. Amekuja hapa kwa shida zake binafsi, kurudisha hela hataki. Wakati anajua kabisa kikundi kinaweza kikafa kwa mtu mmoja, jamani hichi kitu kinawezekana? Na anakopa. Hivyo yeye ndo anaongoza kukopa kwa hichi kikundi. Kukopa sio vibaya, lakini arudishe kwa halipi wakati. Sasa. Sasa hivi tusio tunampa tu hela. Mimi hata nachoka. Yaani simdhamini tena. Jamani. Mwenzangu nishajua alipojificha. Yuko pale kwa Mama Rajabu. Kwa Mama Rajabu? Ndio. Si hapo. Yaani bora kama umemuona. Jamani hichi ni kikundi. Kikundi kinaendeshwa kwa utaratibu na misingi. Kwa sababu mtu huwezi ukakopa hela ya kikundi afu unakimbia kwa Mama Rajabu. Alijua tutamuona. Tusiweke tumpate. Hivi kwani unayosema haya ni ya ukweli? Utoke nyumbani kwako uende ukajifiche kwa ule mama pale. Pale umejificha au umeenda kujiweka? Wewe ni baba hivi twende. Tusipoteze hata muda. Twendeni huko huko. Sio kwa kusemea. Yaani hapa. Twende tena haraka kabisa bila kusemea. Mama. Nenda mimi na mazungumzo na wewe. Basi wewe. Sikuelewi mume wangu siku mbili hizi. Yaani ukilala ukiamka ni kuvaa na kuondoka. Hujui nimeamkaje. Ukirudi mume wangu usiku kulala tu. Hujui mkeo nimeshindaje. Mkosea nini mume wangu mpaka inafika mahali unanifanyia mambo kama hayo? Mama Siwema, kwa maneno unataka kuniambia sasa hivi una kichwa cha panzi, si ndio? Siwema, unanitusi? Sikutusi, bali nakueleza una kichwa cha panzi, kwa sababu panzi kichwa chake kidogo na uwezo wake wa kufikira ni mdogo sana. Ndio maana afikiri chochote zaidi ya kurukaruka tu. Ndio sasa na wewe hivi, mke wangu, yale maneno uliokuwa ukizungumza na watoto wako jana, ulikuwa unamaanisha nini? Au ulikuwa unatengenezea kitu gani kwa watoto? Ulitaka wale watoto mimi wanichukulieje baba yao? Alafu leo unauliza tu mimi unanitusi na kutusi na kuambia ukweli. Lakini mume wangu, mimi kuambia watoto ukweli naona ni jambo la kipumbavu. Ili waeleze watoto ukweli, ili wajue ukweli. Wamekaa watoto wanadhani kwamba ile nyumba ni ya kwao. Na wanajengea matumaini kwamba ipo siku tutaondoka kwenye nyumba na kwenda kuishi kwenye nyumba nzuri. Ikiwa ile nyumba si yako mume wangu, unaona ni jambo sahihi hilo? Mama Siwema, huo ni ujinga na uwezo mfupi wa kufikiri. Ile nyumba itabaki kuwa ya kwangu na ni mali halali ya kwangu. Wewe umewaeleza ukweli wale. Ukweli gani uliowaambia? Una ushahidi wa hili? Ndio. Ushahidi nao. Upi huo ushahidi? Unakumbuka ile siku shemeji alikuja hapa na mtoto? Akakukabidhi mtoto, akakukabidhi na barua. Sasa mimi ile barua nayo na nimehifadhi.
Mama Siwema, mke wangu, kwa maana hiyo ile karatasi wewe ungali bado nayo, umeiweka wapi? Usitaki kujua nilipoweka ile karatasi, na hapa ninachosubiri ni waite tu watoto wako wakabidhi ile karatasi. Mama Siwema, mke wangu, yaani hiki unachotaka kukifanya nimeshakuelewa, ila tambua aibu nitakayoipata mimi si ya kwangu peke yangu, ni ya kwetu sisi sote, mimi na wewe. Si umeamua kunivua nguo? Si umeamua kunizalilisha? Sasa wewe endelea na upumbavu wako. Usifanye kazi. Kafanye kazi upate lako ya halali. Dhuruma nini? Giza linatanda, sio la usiku, mbali la dosari zilizojificha kwa miaka mingi. Macho yanacheka, nyuso zinasema mami, lakini moyoni kuna siri nzito haina kipimo. Kumbukumbu za kale zimebeba mzigo waidiwa vingi, ila viligeuka kiroho, si familia. Bagloli, nilitoka kwenda sokoni, narudi nakuta TV haipo. Sasa mimi najuaje nilimwacha mwanao nyumbani na narudi mwanao hayupo na TV vile vile hamna? Ndio nataka nende polisi sasa hivi. Shikamoo mama. Marahaba. Karibu mwanangu. Safi, mbona uko hivyo? Nimeibiwa mwanangu TV ndani. Nilienda sokoni narudi nakuta TV hakuna na nilimwacha mwenzio ndani. Mimi mwenyewe nilikuja kumuulizia Glory. Hayupo na TV vile vile hakuna ndani. Yaani sijajua na yeye sijui nilipotoka katoka mlango kaacha wazi, sijajua sijui. Hebu kwanza mwanangu niache kwanza, ngoja niende kwanza kituoni. Tutakuja kuongea baadaye. Hakuna huruma ya kweli, ni urithi wa maumivu. Penye upendo pameota michungu, utajiri umefichwa, mimi nabaki mtupu. Hebu toka huko ndani, msijue kama umejificha huko. Toka! Watu wengine wanapenda sana mambo ya madeni. Toka huko ndani, tusijue kama huko ndani. Toka! Sasa kuingilia huko ndani wewe mama wewe. Toka kabisa hapa. Muangalie jinsi alivyokuwa. Mwanamke mzima anapenda kudaiwa madeni tu hapa. Usitizame kwanza mikoba hiyo. Toka! Muone kwanza. Una haya. Muone kwanza kiso kilivyomkauka, utafika kama chakula kinakosa mafuta. Mtizame kwanza. Toa hela zetu hapa. Toa hela zetu. Wako kakimbia ndio kujificha huku, una maana gani wewe? Kwanza nyinyi mnamlemba sana, toe hela. Lete hela, tawakupa hela. Sikiliza bibi, tukwambie kuvunja mlango wako siku hii moja, yani tumepinda, si hatuogopi kukaa popote. Leo nimesema nitawalipa. Wewe kwa viaje tuna wewe mpaka dakika za mwisho. Yaani nakwambia nakusaidia huko. Kijuso wewe.
Sasa mama vipi? Ulisema kama umekuja kumuulizia Glory. Glory alikuja hapa leo, lakini amekuja yuko hai. Hakutaka kabisa kushika kazi yote wala hakutaka kukaa. Hata mimi nilishangaa, sio kawaida yake hilo. Inaonekana kama mtu ambaye amevurugwa hivi. Ila cha kustaajabisha, ile binti ameniachia pesa 150,000. Yaani kwangu mimi imekuwa surprise kubwa sana. Sijawahi kushika kiasi hiko cha pesa kutoka kwa mtu yoyote. Yaani ni muda mrefu sana tu, yaani sijafanya kazi, sijafanya nini, mtu atoke tu from nowhere kwamba nikabidhi hizo pesa. Hajawahi kutokea, mpaka nikashangaa. Hizi pesa kwanza kazipata wapi na kwa nini aje kunikabidhi mtu kama yeye? Ulisema unaitwa nani binti? Mimi naitwa Swema. Si wema, lakini kwangu mimi wewe ni mtu mwema sana. Labda nikwambie kitu usichokifahamu. Mimi nina watoto wawili. Yaani ukiachilia huyu Mleko, kuna dada yake. Ila huyu binti sijui mama yake amempandikiza vitu gani. Hataki kabisa kukubali kwamba mimi ni baba yake. Yaani hanitaki wala hataki kunisaidia. Yaani mimi nimekuwa tu nikisaidiwa na watu wengine tu. Watu baki kama hao ndo kina Glory na wengine tu. Yaani mtu anaweza akaja akaniletea mchele nini kutokana na hali yangu hii. Na nimeishi na watu vizuri hivi. Siseme huyu Mleko kwamba anisaidii. Yaani huyu mimi ndio kila kitu wangu. Lakini kinachoniumiza huyu mimi sio mtoto wangu wa kumzaa. Sijaelewa baba, unamaanisha nini? Yaani Mlekwa ameletwa kwangu na Mungu, yaani naona kama amenidondoshia tu zawadi moja kwa moja kutoka mbinguni. Labda najua ameniletea mzishi kwa sababu aliyajua haya ninayopitia mimi. Mungu alijua nitapitia changamoto kama hizi, basi anipe msaidizi. Mimi Mlekwa nimemwokota. Sijakuelewa baba, unamaanisha nini? Namaanisha kwamba Mlekwa sio mwanangu wa kumzaa. Ingawa yeye ndio amekuwa msaada mkubwa sana kwangu na ninampenda sana. Lakini jinsi mnavyoishi kama mwanao. Ni kweli, na tunapendana sana. Na hicho ndicho kilichosababisha mke wangu mimi kuondoka hapa nyumbani. Kwa haya mapenzi nilikuwa namuonyesha huyo Mlekwa tangu wakati akiwa mdogo. Yeye akawa anaumia, kwa nini yale mapenzi sipeleki kwa yule mwanangu wa kike ambaye ndo damu yangu. Kwa hiyo aliyeghadhibika akamchukua mwanae akaondoka, na ndio hataki tena mimi nihusike chochote na yule mtoto. Ndio hali ya dunia ile baba. Acha tu mama. Fanyeni haraka, mbadilisheni lodela, lishachafuka. Tuaini hospitali. Fanyeni haraka. Halo. Si useme. Wewe niambie, kwani kafanyaje?
Jamani. Jamani. Dunia hii. Giza linatanda, sio la usiku, bali la dosari zilizojificha kwa miaka mingi. Macho yanacheka, nyuso zinasema amani, lakini moyoni kuna siri nzito, haina kipimo. Kumbukumbu za kale zimebeba mzigo, waahidi wa vingi viligeuka kiroho. Hii si familia, ni uwanja wa vita, kila mmoja anatafuta chake, hakuna huruma ya kweli. Dosari ni urithi wa maumivu, dosari penye upendo pameota michungu, usaliti umevaa suti ya ndugu, utajiri umefichwa, mimi nabaki mtupu. Jina la baba lina siri na giza, wakati nafsi yangu inaomba mwanga na rehema. Natazama picha, tabasamu bandia tu, mkono wa kushoto unanipa, wa kulia unatoa. Nimelelewa kwa vijembe, si kwa busara, macho yao